watu wataua. Watu wa kila taifa. Mnasikia wote? Narudia. Ngoja kwanza. Waliosema amina wengi ni wa hapa hapa. Kwa hiyo wanamlinda ndugu yao. Haya, soma kwa sababu twende. Nasema, na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wa taua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika. Leo baba ananisaidia hapa. Haya makanisa yetu ya Pentecoste. Moja ya majina yalikuwa yanaitwa makanisa ya kulia. Nakosea mzee. Yalikuwa yanaitwa makanisa ya kulia. Yaani makanisa ya watu wanalia bila kupigwa. Yaani ndio sifa ya haya makanisa ya Pentecoste. Yaani ukiwakuta wa TAG wako mahali wanalia. Ukiwakuta wa EAGT wako mahali wanalia. Ukiwakuta wa FCPC wako mahali wanalia. Ukiwakuta wa Holiness wako mahali wanalia. Ukiwakuta yani kila Pentecoste ilikuwa mmoja ya na watu walikuwa wanasema, sasa mimi nikiokoka, mbona sasa na mimi nitakuwa nalia? Maana wale wote wanalia. Ukienda makanisani kwao wanalia. Ni makanisa ya kulia. Ni makanisa wanaolia. Hiyo ndio imani yetu. Sisi ni watu wa kulia. Tunamlilia Bwana kwa ajili yetu. Tunamlilia Bwana kwa ajili ya wenye dhambi waokolewe. Tunamlilia Bwana kwa ajili ya vizazi na vizazi viendelee kuihubiri Injili. Sema haleluya. Unafikiri kilichokuwa kinaweza nini? Maombi ya Roho Mtakatifu. Na kwa nini wale walikuwa wanasema hayo ni makanisa ya kulia? Ni kwa sababu walikuwa wanasikia sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Siku hizi kuna maombi yanafanyika makanisani huko. Hata ukiwa unapita usikii kama watu wanaomba. Sijajua watumishi wa Mungu wenyewe wenzangu, mimi sinachukia maombi ya kigume, yani maombi ya siri. Bwana. Jesus. Yani ndio kwenye mkesha wa maombi. Hiyo kitu kimoja kitu. Sakandari siri kwa Bwana wangu. Angalia umkesha leo. Mashetani asije. Wewe mashetani asije kwa staili. Bibi anakuja hayaji. Umekaa hivi. Yaani umekaa. Akijitahidi piga magoti. Hapo sasa mchungaji una kazi ya kupita kiti kwa maana mtuweza kupiga magoti. Unafikiri kwamba anaomba. Unashangaa tu. Zamani alishahama anaota ndoto mwenyekiti wa Kikoba anakuja kuchukua masofa nyumbani, hajapeleka hela. Baadaye jitahidi kuomba, labda unataka wao watatu na wengine nao anatembea nani choko baba unataka waokoke kwenye eneo hili. Yaani hapo hamna naye okoka, mtarudi nyuma wote. Kwa maombi hivi baba. Ndio maana Roho Mtakatifu kitaka ashuke kwako. Ukiwa unafanya hivi. Wewe roho. Na kungoja. Roho uje. Roho aje. Nakwambia aje. Roho ili aje, anataka aone huku serious. Baba, Roho Mungu, niko hapa na kungoja, nisaidie, nifunike. Unashangaa huyu hapo. Wewe baba. Roho. Nakwambia, utaomba wewe.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maombi ni kazi ya watu, ni shughuli. Yaani ukiingia kwenye maombi ni vita. Katika jina la Yesu, Mwokozi wangu, mfalme wa falme, niko hapa. Siwezi kumaliza maombi haya bila wewe kuwa katikati yangu. Nitie nguvu Bwana, na kuhitaji kwa jina la Yesu. Na vunja nguvu za giza, upinzani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ibilisi mwana wa laana, ondoka. Bwana, fungua milango ya ujenzi. Bwana, mbariki mtumishi wako uliyemleta mahali hapa ili aweze kutumika na sisi. Tunampenda huyu Bwana, huyu baba ni chombo chako kwa jina la Yesu. Tamalaki Bwana wa vita. Mpaka hapo unaweza kuona kanisa limeshaanza kuwa na huyu. Huko na kuna kibiti nacho kina moyo wa Mungu. Wewe Bwana, wewe mfalme, wewe Mwokozi, hayuko kama wewe. Tumekuja Baba, tumekuja Yesu, tumekuja Masia. Kuna baba mzee, oh Bwana Yesu, oh Bwana. Shangapi dirisha nasogea hiyo na mfiki bali wingu hivi hapa. Unaomba hivi Bwana. Nipate wana maombi watano. Nipate kundi la moja, bibi moja, na mramba bibi moja, pale moja, hapa moja, pale moja. Basi tuache watumishi wote. Tapa mkeni na tutatoa max. Haya, tupate moja. Moja pale. Hapa tupate moja. Changamka. Hapa moja. Dakika mbili za kuongea kongamano. Ni roho Bwana atembee. Dakika ngapi? Mimi nafungua kipindi. Haleluya. Unastahili kuabudiwa. Tumeshafungua tayari. Ombi letu ni kuombea kongamano. Watumishi wa Mungu tunataka kuingia kumtafuta Bwana. Tuombee watumishi wa Mungu watakaosimama, tuombee vipindi vyote, tuombee maandalizi yote, tuombee na hali ya hewa na kila kitu, vyombo na wapigaji vyote, Bwana akahusiki. Lakini tuombe neema ya Mungu ikafurike. Amina watumishi wa Bwana. Amina. 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 Amen. Sasa tuingie kwenye maombi. Baba katika jina la Yesu. Tazama Baba, tuko mbele zako Jehova. Tunahitaji nguvu zako Jehova. Tunahitaji Amen. Amen. Sasa hili kanisa la wawili saba. Kenya. Hili hapa mswahili. Hili kanisa la wawili ngapi? Saba. Hivi kama ukiomba hivi mfululizo mwezi. Hilo leo ndio tukieni. Ya hili ni kanisa la wawili ngapi? Wako saba. 1 2 3 4 5 6 7. Hapa baba mchungaji nipo. Maana mama mchungaji hapo nani kwa? Sio? Tuko 9. Halafu tukawa na maombi na namna. Hapo tu wameomba hivi kwa sababu ni mfano. Ndio maana kuna vitu vingine hapa havijafanya. Lakini wakiendelea kufanya hicho tu kifanye hivi, haipiti usawa, wameshafunikwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Wameshajaa. Maana yake maombi yao yanageuka. Yanakuwa kati yao. Halafu wataendelea kuomba yale, lakini sio wao. Roho Mtakatifu anayabeba, anayafanya nini? Anayapeleka tu. Tamani Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa Bwana asifiwe. Kingine kinachosababisha kanisa kuwa vuguvugu na kupoa hatuoni uamsho ni uvivu wa watu kuomba. Habakuki cha kwanza alichokifanya baada ya kuona hali ni mbaya, aliingia kwenye maombi. Akasema, Bwana, nimesikia habari zako nami na ogopa. Akasema, Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza baada. Unafika unasema Bwana. Sasa hivi ndio unafanya ndio mkachochea makazi ngwe. Kila mtu yani ni kuomba. Alafu maombi yanaambukiza. Ukiomba kwa nguvu wewe na juhudi unaambukiza mtu na
Rudi kwa kazi. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kwa tunataka maombi, watu wakiingia kwenye mikesha waombe kweli. Hatujahamishia maeneo ya kulala kwamba ilikuwa tulale nyumbani. Sasa tumehamishia tukalale wapi? Kanisani. Hatujahamishia maeneo ya kulala. Tumeenda, mimi nachukia watu ambao wananong'ona kwenye maombi. Yaani mimi siwataki. Yaani mimi hata kanisani napiga kelele, sitaki mtu ananong'ona. Tena kuna wakati natembea kabisa nikikumelala na gonga na maiki. Sitaki kunong'ona. Hizi tunachunga mpaka kwenye mkesha tunachunga. Wewe amka omba. Omba. Na amka na kila gomba. Wote tunaomba. Maana nikizembea tajua naomba mwenyewe. Wenzangu wote lala mnapiga usingizi. Alafu mimi nimekuwa muombezi wenu, mlale vizuri. Maana kanisani sasa mimi nikiwa naomba mnakabweje, amkabu. Mwambie wenzako wewe unaomba. Lakini kumbe sasa kunena kwa lugha ni ishara kwa wasiofanya nini? Kwa wasioamini. Halafu sijajua mitandaoni kumekuwa na mafundisho mengi sana ya kubeza kunena kwa lugha. Sio kama utumishi wa Mungu unaweza kumeona mtandaoni. Yaani watu wengi wameanza kuonyesha kama kunena kwa lugha sio jambo la lazima kwenye imani. Yaani ni kama kunena kwa lugha ni kitu fulani tu ambacho kinaweza kikatokea. Na wanasema wana mifano yao kwamba mbona wanaonena kwa lugha wenyewe, wengine wana matusi, wengine wana waongo, wengine wazurumaji. Mimi wakatalia hao wazurumaji na hao waongo ambao wananena kwa lugha. Hawaneni kwa lugha ya Roho Mtakatifu, ni mapepo. Tena mtandaoni musikie wanaonena kwa lugha na waongo, wasumbufu, wazurumaji wana roho ya mapepo, sio Roho Mtakatifu. Wanaonena kwa Roho Mtakatifu wana amani, liko tunda la Roho ndani yao, wataishi vizuri. Kwani nyie mnajipimia kwa watu gani wanaonena? Si mje kwa sisi tunaonena kwa lugha kwa Roho mwenyewe muone. Mnajipima kwa kina nani? Mmejichukulia watu waliojichokea huko, hata hawana roho, wamejaa mashetani, wanafanya madudu ya ajabu ili kupinga Roho Mtakatifu. Ndio tunatoa mifano. Usituchanganye, Roho yupo na wanaonena kwa Roho tupo, na wanaonena na huko wako safi tupo, kwa jina la Yesu. Semeni amina makutano. Mpaka kule nyuma semeni amina. Tutajaa Roho Mtakatifu na tutanena na tutakuwa na maadili. Kwa usituchanganye na hao wa Pentekoste, sio wamejiita wa Pentekoste kumbe ni fake. Tulia kanisa. Maana tukimwondoa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, si kanisa linakufa. Kwa hiyo ni mpango wa kuzimu kabisa. Yaani hayo mafundisho ya kwamba kunena kwa lugha ni tatizo, ni mafundisho potofu ya kipagani, yanataka kumuondoa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Tusiyakubali hayo mafundisho ya ajabu, tuyakatae kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ndio injili ya kanisa. Kwa hiyo mtu akikufundisha kwamba kujazwa Roho Mtakatifu hakuna maana, kwa sababu wenye Roho Mtakatifu hawafanyi vizuri, ni matapeli, ni wakorofi. Hao matapeli na wakorofi hawajajazwa Roho Mtakatifu, wamejazwa mapepo. Situchangane. Haleluya. Haleluya. Asivuruge. Yaani wanasumbua, wanasema kujazwa Roho Mtakatifu. Hao wanaosema roro hawana chochote, mbona wao ni matapeli, mbona wao sijui wahongo, wengine wanasema sijui, wengine wazinzi. Umejazwa Roho Mtakatifu aliyeshushwa siku ya Pentekoste, alafu ni mzinzi? Hakuna kitu kama hicho. Huyo mzinzi huyo amejitafutia tu lugha, kwa sababu sio kila anayesema shokoro kajazwa Roho.